Na huyu mwanaume si ni Omari? Yaani na wanaume wote waliojaa naamua kukusaliti na ndugu yako. Jamaa anasema kwamba ndivyo ilivyo, ndio maana nimeomba iwe hivyo. Sasa umekwisha kufahamu. Hakikisha atakapoingia tu uweze kumpatia karatasi ya peji ya mwisho ya mkataba ya kuweza kujiuzuru. Na hapo kila kitu kitakaa kwenye nafasi kwa ajili yangu. Binti anamwambia kwamba hey, lakini hii ni kinyume cha sheria. Tutawezaje kumdanganya? Jamaa anasema kwamba usijali, nitakulinda na pia nitakupa zawadi. Binti anasema kwamba nilikuwa najisikia vibaya kumfanyia hivi Christine, lakini sasa nimeshafahamu hali halisi, basi sitapumzika mpaka hiyo sahihi ipatikane. Jamaa akamwambia asante sana Angie. Sasa tukirudi huku kwa hivi vikangenge viwili ni kwamba wanaendelea na upuzi wao. Binti anamwambia kwamba inabidi uweze kuondoka maana Adamu anaweza kurudi muda wote kuanzia sasa hivi. Jamaa anasema sawa. Binti anamwambia kwamba hey, hakikisha kwamba unafunga mlango unavyokuwa unaondoka. Anasema kwamba anaenda kuoga. Basi jamaa akawa anajitayarisha zake kwa ajili ya kuweza kuondoka tayari, na binti akawa amepanda zake huko juu. Jamaa akachungulia huku na huku, inabidi kuweza kusogelea katika boksi fulani hivi, akakichukua na kuweza kukifungua kuweza kuangalia ndani kuna nini. Si akakuta bangili na mkufu. Jamaa akaviangalia akaona kwamba hivi ni vya kupita navyo. Yaani haka jamaa sio kwamba ni kamalaya tu, ni kwamba ni kajizi balaa. Wakati huo ajui kinachoendelea ni kwamba huku jamaa anamwangalia tu anachoweza kukifanya. Huku Adamu anasema kwamba yani jamaa hajali kabisa, ni kwamba ameweza kutembea na mke wangu, lakini bado anaona kwamba itosha, anaamua kuiba kwenye nyumba yangu mwenyewe. Ni ngumu sana kuamini kwa sababu sisi ni ndugu. Adamu anasema usijali, hii itasaidia kukurudisha katika njia sahihi. Nitaripoti polisi. Ni kwamba jamaa haamini kinachoweza kuendelea katika nyumba yake, maana alimwamini Omari. Huku kajizi kako kanaendelea kupekua na kusema kwamba na hii pia anapita nayo. Basi akawa ameondoka zake. Haya bwana, mdole huyo anamsindikiza namna hiyo. Basi ikawa ni siku nyingine kama ambavyo waliweza kukubaliana kwamba binti afike katika ofisi kwa ajili ya kuweza kusaini zile karatasi. Akawa ameingia ndani na kuweza kumsalimia mpenzi wake. Unaendeleaje mpenzi wangu? Jamaa akawa kama anashangaa kuhusiana na ujio wake. Binti anasema kwamba nimekuja kwa sababu ya Angie, aliniomba kuna karatasi niweze kusaini. Jamaa anasema kwamba aliniambia na nimefurahi kukuona kwa sababu kuna vitu ambavyo nilitamani kuongea na wewe. Binti anauliza ni kweli? Kuna tatizo gani kwani? Jamaa anasema kwamba ni kuhusiana na Omari. Binti anauliza kwa mshangao, Omari? Nini kinaendelea kuhusiana na yeye? Jamaa akasema natamani awe na majukumu zaidi, awe na kazi ya uhakika. Binti anasema kwamba sidhani kama atahitaji hiyo kazi. Anasema inaonekana kwamba kakako mwenyewe wewe haumfahamu vizuri. Jamaa ikabidi kuweza kumuuliza kwamba unamaanisha nini kwa kusema hivyo? Kwamba uhitaji Omari aweze kuwa na kazi? Je, kuna kitu chochote ambacho naweza nikafahamu? Ni tangu lini wewe ukaweza kumfahamu ndugu yangu kuliko hata mimi ambavyo naweza kumfahamu? Binti anasema hapana, sio hivyo mpenzi wangu. Jamaa akasema kwamba basi kesho ataanza na utatakiwa kumleta hapa ofisini na usimwambie chochote. Binti anauliza kesho? Binti inabidi aweze kukubali maana akaona hapa mabishano hapa anaweza kazaa mengine. Sasa tunaona yule msaidizi wa bosi anaweza kuingia ndani na zile document. Akasema kwamba samani Christina, naomba usaini hizi document haraka iwezekanavyo. Christina akasema kwamba ya bila shaka. Basi akawa anazipitia namna hiyo kiasi fulani, akasema sawa. Sasa ni kama kuna kitu aliweza kugundua, ni kama alishtuka, akasema subiri. Kwa nini natakiwa kusaini hii? Na kwa nini imekuwa haraka hivyo? Jamaa akadakia kusema kwamba Christina, kwani uzitambue hizi document? Ni kwa sababu zenyewe zimeweza kuwa ni pana. Huyu msaidizi akadakia na kusema kwamba anahitaji kuzipeleka haraka sana iwezekanavyo. Christina akasema vizuri, sawa, nitafanya hivyo. Basi ikabidi binti kuweza kudondoka saini namna hiyo bila kujua kwamba anajiteketeza mwenyewe kwa mikono yake mwenyewe. Kamaliza kusaini na kuweza kufunika. Akasema kwamba nimemaliza, ni hivyo tu. Msaidizi akasema ndio ni hivyo, asante sana. Akasema sawa, kama kuna kitu kingine nahitaji kuondoka kwa sababu na vitu muhimu vya kuweza kufanya mpenzi wangu. Akamwambia kwa hili tutaonana baadaye. Alafu akanyanyuka zake huyo akasepa na mia. Sasa huku jamaa yako anasema hatimaye tumeweza Angie. Binti anasema subiri kidogo, yani nilifikiri kwamba tu atakwenda kusoma zote zile karatasi. Kusema hata mimi pia nilifikiri hivyo. Adamu akaelekeza kwamba hizo dokumenti ziweze kutolewa kopi kwa ajili ya washiriki pamoja na mwanasheria moja. Binti akamuuliza ni lini tena utaandaa kikao? Jamaa akasema kwamba nadhani ni kesho kutwa. Binti inabidi kuweza kuondoka zake na kumwacha jamaa pale ofisini. Jamaa yuko na matumaini kwamba anakwenda kushinda hiki kisasi chake ambacho ameweza kukipanga. Basi tuachane na huko, tuje huku kwa vivuruge wakiwa wanaendelea na upuzi wao. Binti anamwambia jamaa kwamba kuna kitu cha muhimu nataka niweze kukuambia. Anaomba uweze kunipa nafasi. Jamaa anauliza nini kinaweza kuendelea? Binti akasema nakwambia, na pindi ambapo nitakwambia basi inabidi iweze kuwa ni mshangao kwako. Jamaa anauliza Christina, nini kinachoweza kuendelea? Mbona unaanza kuniogopesha? Binti anasema sawa jamani, ni kwamba Adam anataka kupatia kazi katika ile kampuni. Jamaa anashangaa kusema kwamba kazi kwa ajili yangu? Binti anamwambia ndio kwa ajili yako. Binti anamwambia kwamba lakini subiri, unatakiwa kuigiza kwamba umefurahia sana kupata hizo habari za kupata hiyo kazi. Omar anasema lakini sikiliza Christina,
mimi sio mtu wa ofisini na Adamu hilo analifahamu. Binti anamwambia kwamba ni kweli kabisa, najua kwa nini wewe ni muhimu kukubaliana na hilo swala, kwa sababu kwa namna ambavyo utachukulia huo uaminifu wake kwamba hata kuja kutushtukia kwa chochote. Basi muda huo simu yake ni kwamba ikaita. Ana nampigia ni Adam. Binti anamwambia kwamba pokea. Jamaa anauliza una uhakika? Binti akamwambia ndio, pokea. Akamwambia kumbuka kwamba Omar unatakiwa kuigiza kana kwamba hizo taarifa ni mpya kwako. Jamaa akasema sawa. Jamaa ikabidi kuweza kupokea ile simu. Halo Omari, nataka nikuombe kitu na ni cha haraka. Uko wapi? Jamaa yako ni kwamba akashikwa na kigugumizi kujibu kwamba yuko wapi, anajua mahali alipo. Akasema kwamba sitachukua muda wako mrefu, nitakuwa hapo muda so mrefu. Akamuuliza nini kinaendelea, niambie tafadhali. Akamwambia kwamba nimekaa nikifikiria kuhusiana na kile ambacho tuliongea jana, hiyo nimetamani kukupa nafasi katika kampuni. Omar anauliza nini? Uko serious? Adamu akamwambia sana, nahitaji utayari wako. Omar akajibu ndio, bila shaka. Adamu akasema kwamba ni kuanzia kesho na ni kuanzia saa 2 asubuhi niweze kukuona katika ofisi. Omar akasema nitakuwa hapo. Akaambiwa kwamba nakutegemea brother, fadhali usiniangushe. Omar akajibu kusema kwamba Adam brother, sitakuangusha. Basi mawasiliano yakawa yameishia hapo. Sasa binti anamwambia kwamba nilikwambia kwamba hiki kitu ni kitu cha kusherekea. Anasema sawa, basi kuna nini kingine? Basi wakakumbatiana hapo kwa ishara ya kujipongeza. Basi siku iliyofuata wakawa wamefika katika ofisi, lakini wakawa wanamsubiria Omar aweze kufika. Na muda sio mrefu jamaa akawa ameingia na kuweza kuwasalimia hapo. Akamwambia kwamba umeweza kufika mapema. Omar akasema kwamba nilikwambia kwamba sitakuangusha. Jamaa akasema kwamba nafurahi hilo, ishara njema. Basi jamaa akamkaribisha na kuweza kumwambia kwamba kutana na wanakampuni. Jamaa anashangaa, nini leo? Basi jamaa inabidi kuweza kumtoa hapo kuweza kumpeleka katika kiti chake, huku hao na kampuni wengine wakiweza kumsalimia. Habari za asubuhi bwana Omar. Adamu inabidi kuweza kumtambulisha, jamani, mabibi na mabwana, huyu ndio Omar kaka yangu. Basi unaweza kwenda kukaa. Basi na muda huo binti anaweza kumuita Christina, anaweza kuingia. Jamani, samani kiukweli nimechelewa. Wanamwambia hapana, ni kwamba umefika wakati sahihi, tafadhali unaweza kuketi. Haya, binti inabidi aweze kuketi. Basi Adamu akaanza, jamani mabibi na mabwana, leo kuna vitu vitatu ambavyo natamani tuviangalie kuhusiana na kampuni, lakini kabla ya hayo inabidi kwanza kuna video tuweze kutazama. Watu wanashangaa, video gani hizo? Wanasema ni kuhusiana na uaminifu na mambo kama hayo. Sasa binti anajiuliza kimoyomoyo kwamba nini kinaendelea Adam, mbona unaniangalia kama hivyo? Yaani ni kama najishtukia fulani hivi. Basi ikabidi kuweza kuplay hizo video na kuweza kuangalia, lakini cha ajabu kinachoweza kuonekana kwenye TV ni kwamba picha za upuzi ambao walikuwa wakifanya Christina pamoja na Omar. Sasa binti ni kwamba imechanganyikiwa, jamani hebu zimeni hiyo, sio kweli, huo ni uongo. Tafadhali toeni hiyo video, la sivyo nitaondoka hapa. Binti anadai kwamba hizo video zimetengenezwa na AI. Mimi naondoka zangu, wewe unakwenda wapi? Rudi hapa, kikao ndo kimeanza hivyo. Jamani Adam, sio kama hivyo, inaonekana kama ni kweli. Adam anasema kwangu mimi naonekana vizuri kabisa. Anasema kwamba wacha naonyesha kitu kingine. Omar anasema kwamba hii sio sawa, huku ni kuingilia faragha za watu. Adam anauliza faragha inakuja baada ya kile ambacho umeweza kunifanyia. Namuuliza binti kwamba unakumbuka zile dokumenti ambazo uliweza kusaini siku 3 zilizopita? Ni kwamba pale ulikuwa unahamisha hisa 50% za kampuni kutokea kwako na zikaja kwenye jina langu. Binti anasema hapana jamani, haiwezi kuwa hivyo. Anasema kwamba mimi ni mwana kampuni na pia nina hisa zangu kwenye hii kampuni. Binti akaanza kuwaka, ina maana kwamba nyinyi wote mmenidanganya, mlikuwa mnasema kwamba hii ni kwa ajili ya kupanua kampuni yetu na pamoja kuongeza hisa. Hapana, hii haiwezi kuwa bwana, haiwezekani kitu kama hicho. Adam, uliwezaje kufanya hivyo? Adam anasema kwamba mimi kama mkuu wa kampuni, basi mimi ndio mwenye maamuzi nini kifanyike katika hii kampuni. Basi sasa tuna jambo la kufanya. Security, inabidi aweze kuita security kwa ajili ya kuweza kuwatoa hao wahalifu wawili nje. Kwamba ndo wanatolewa mazima, waamini. Mnafanya nini jamani? Hapana, msifanye hivyo. Jamaa anamwambia, unafikiria anaonewa? Angalia video unaweza kuona vizuri nini kinaendelea. Adam anasema kwamba Omar amekuwa akinibia vitu vyangu nyumbani kwangu. Omar anasema kwamba hapana, ni fake hiyo, sio kweli. Binti anasema kwamba hapana Adam, nina hapa jamani. Adam anasema kwamba hakuna kitu kilichosalia kwa ajili ya kuweza kuhapa. Kwa hiki ambacho tumeweza kukiona basi inatosha. Akaagiza tena security kwamba watoeni hawa nje wote wawili. Binti anajaribu kukataa, lakini wapi, akatolewa nje na mlango ukafungwa. Basi kisasi cha Adam ndo kikaa kimeishia namna hiyo, kila ambacho umekusudia kukifanya umekikamilisha. Haya, ni siku nyingine tena. Sasa tunaona yule msaidizi anaweza kuingia katika ofisi ya mheshimiwa Adam na kuweza kumsalimia kwamba habari za asubuhi. Anamwambia kwamba niko na karatasi za talaka hapa. Haya, inabidi jamaa kuweza kuchukua na kuangalia. Sasa binti anajishongondoaje, na maana kwamba jamani bosi au nioni. Haya, tuachane na hayo. Namwambia kwamba mwanasheria wako aliweza kuniita na kuniambia kwamba Omar atakaa mwaka mzima jela. Jamaa anasema kwamba nashukuru kwa sababu hiyo itakuwa inamtosha kukaa kwa ajili ya kuweza kujifunza. Tutaona matokeo akiwa ametoka. Binti anamuuliza Adam, je, unafahamu chochote kuhusiana na Christina? Jamaa anasema kwamba sifahamu chochote. Binti akamuuliza, je, unataka nikupe ubuyu ule wa Zanzibar wenye pilipili?
akasema endelea. Binti anasema kwamba nimemwona huko barabarani akiwa anafagia, pia ni mjamzito na nadhani ule ujauzito utakuwa ni wa kwako Jamaa anasema kwamba hapana, linawezekanaje hilo? Hiyo sio yangu. Basi kufikia hapa tumeweza kufika. Sasa jamaa yako ni kama vile hana uhakika, mara aseme ni kama ni yangu vile au ni kama sio yangu hivi. Wewe unadhani nini kitatokea? Tuzidi kufuatana zaidi katika sehemu inayofuata. Moto mkali kabisa unaita Kisasi cha Usaliti.